najaribu kulitafutia tafsiri nzuri, sijui kama utaweza kunielewa kwa hii njia ambayo nitaenda hapa. Ni kwamba ukiwa acha niseme ukiwa mchungaji, kuna hapa bayumbe wenzangu. Inawezekana ni mwimbaji wa nyimbo za injili, hasa una huduma yoyote kanisani. Wacha tu niseme wewe ni Mkristo. Huko duniani watu wanakujua kama Mkristo. Yako mambo ukiyafanya wataanza kushangaa, fulani naye anayafanya haya mambo. Wataanza kushangaa. Yako maneno ambayo wao wanakuwa wanayaongea. Ukijaribu kuyaongea hayo maneno, wao wanashangaa, na wewe unaongea mambo kama haya. Hili linaashiria nini? Na kuna kipindi wakianza kuongea maneno yao, unapowakataza sana, utakwambia kwamba anatatolewa kanisa. Sasa kuna kile kipindi ambacho unaingia mnyumba. Unataka kuingia mnyumba tu, watu wanasema kwamba mchungaji acha. Hata kama una mchungaji utakuta unaanza kuitwa mchungaji. Mwache kusema hayo maneno, tamuona mule na mchungaji ano. So kuko kitu ambacho watu wanatarajia kukiona kwako. So wasipokiona huwa wanashangaa, naye yuko hivi, na huyu naye anasema haya maneno. Itakwambia sababu ni nini. Wacha nilete mfano wa kitabu cha Luka. Sijui kama ushasoma ile habari ya Yesu kuzaliwa. Malaika anatangaza habari, anawafikia wale wachungaji waliokuwa wanachunga kondoo zao. Kuna neno alilolisema pale, malaika, sijui amani, habari njema nimewaletea katika mji wa Daudi. Akasema mengi sana. Sasa mimi sitaki kusema yote aliyoyasema. Kuna huu mstari wa 12 tu hapa ambao nataka niugusie. Unasema kwamba, na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Kwa hiyo nataka kusema nini? Ukiwa wewe ni wa Mungu na Kristo amezaliwa ndani yako, na wewe umezaliwa kwa mara ya pili, ukakubali kubadilika, ni kwamba lazima ndani yako kuna kitu cha ishara. Kuna ishara ambazo watu watakuwa wanaangalia, wanasema kwamba huyu ni wa Mungu. Yesu yumo ndani yake, Mungu yuko na yeye. So akisema hichi, hataki kusema hichi kwa sababu yawezekana ni dhambi kwake, ni kibaya kwake. Ndio pale uko na watu wanakuambia kwamba sitakwambia sasa hivi bwana, niko na mtu wa Mungu hapa, niko na mchungaji hapa, niko na mtumishi hapa. So wana mambo ambayo wana expect kutoka kwako. So wana kitendo cha kuwa wa Mungu, kuna mambo ambayo wakiyaongea wanaona kwamba hayako vizuri. So wanapoona unaanza kufanya mambo kama na yao, wanaanza kusema kwamba mbona hii haiashirii kile kitu ambacho tunacho kiassume kama kiko ndani ya huyu mtu. So unapotenda matendo ambayo yako kinyume na kile kitu ambacho wanadhani ya kwamba wewe umebeba, watakuwa ni hawaelewi. Ndio kwa maana unasikia kwamba naye anafanya hivi, batu ba maombi wanafanyaga hivi, bachungaji nao wanafanyaga hivi. So unapofanya jambo lolote ambalo liko kinyume, wao watajua. Kwa sababu ya nini? Wao huwa wanaona kwamba wana uwezo wa kufanya yale unayoyafanya. Kwa mfano kwa sisi watu wa maombi, nasema kwamba kuna kipindi nafunga siku 2, siku 3. Wow. Mwingine anakuja kukuambia kwamba Mungu ndiye alikusaidia ndio maana uliweza. Lakini kwa akili zako, kwangu siwezi kabisa. Siwezi kufunga siku 2. Nasema Mungu ndiye alinisaidia. So hicho ni kitu ambacho anaona wewe uliweza kwa sababu ya kile kitu ambacho kiko ndani yako. So kuna maneno ukianza kuyaongea, ataanza kusema kwamba Mungu ambaye yuko ndani yake alimwezesha afunge siku 2, siku 3. Lakini alishindwa kumzuia yeye kufanya haya mambo. Sijui kama naanza kueleweka. So watu watakuwa wanaangalia kile kitu unachokileta mbele yao,
na hicho ndicho kitaanza kuleta ishara ya uungu kwao, kwa sababu kila aliye wa Mungu kuna ishara. Hata katika hali ya maombi kuna ishara. Biblia inasema kwamba ishara hizi zitafuatana na wao wanao jina lake. Watawawekea wagonjwa mikono na wagonjwa watapata afya. So mtu wa Mungu anapoanza kumwombea mgonjwa, anapoanza kufanya huduma kama zile, afya inapokosekana, ile ishara haikuonekana, watu wataanza kuweka mashaka na wewe. Sijui kama niko vizuri, sijui kama naeleweka. So utakuta kipindi kingine mwenzako ni Mkristo, ni mtu ambaye mnaingia naye kanisa moja kabisa, lakini anakuambia kwamba naona kwa gona nasikia vitu vya hivi, asa naona kwa gona naongea maneno kama na hayo, mwe batumishi na mwe nasema kwamba sina Mkristo ndugu yangu. So kuna mambo kuna ishara ambazo ana expect kutoka kwako, azione kutoka kwako. Asipoziona atakuwa na mashaka na wewe, kama vile mie niko na mashaka na wewe kwa sababu hakuna ishara tunayoiona kutoka kwako.